ambayo ilisemwa imeonyesha. Haleluya. Hata miujiza imebadilika wapendwa. Hapo ndio nakuja kumalizia. Nataka kwanza wasomee katika kitabu cha Samueli wa kwanza 3 kuanzia kwenyewe. Nikianza kumalizia sasa. Na hiyo sitaacha. Thank you Jesus. Samueli wa kwanza tafadhali. Upesi msaidie tu Samueli wa kwanza. Kitabu ni cha Samueli wa kwanza 3. So anzia 3 kwenyewe tu hapo. Biblia inasema kijana Samueli alihudumu mbele za Bwana chini ya Eli. Yes. Katika siku zile neno la Mungu lilikuwa adimu. Ngoja nataka ushike neno la Mungu lilikuwa adimu. Shika hiyo, kuna kitu nakuja hapo. Hapo kuwepo na maono mengi. Usiku mmoja Eli, ambayo macho yake yalikuwa yamefifia. Macho yake yalikuwa karibu ilikuwa kipofu. Shika hiyo kabisa, nakuja hapo. Sana kiasi kwamba aliona kwa shida sana. Aliona kwa shida tabu kabisa. Alikuwa amelala mahali pake pa kawaida. Mazoea. Yaani program tunafanyanga kila wakati. Soma andiko la kwanza, ya pili. Sasa hizo vitu sasa. Endelea. Niko nakuja ngoja niko nalipua hapo. Taa ya Mungu bado ilikuwa haijasimika. Taa ya Mungu ilikuwa haijasimika wapendwa. Samueli amelala hekaluni. Samueli alikuwa amelala ndani ya patakatifu pa watakatifu. Imagine. Angalia, wachie hapo kwanza, nataka kuleta kitu. Sikiza, nataka unisikie vizuri kabisa watu wa Nambuye. Nimesema kwamba majira imebadilika. Na Yesu anakuja. Na Yesu Mungu akitaka kubadilisha majira, anabadilisha kila kitu. Na hata mtindo ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Eli hapo kuna kanisa mbili wapendwa. Kuna Eli anaashiria kanisa moja kwanza. Eli alikuwa ni nabii wa Mungu. Eli kama nabii wa wele. Lakini maandiko inasema alikuwa amezeeka mpaka sasa macho yake haioni vizuri karibu inazima. Lakini ile andiko hivyo lambo kama kwa fule mpaka chimo lichoza chiko. Kwa ufupi maono ya Mungu haikukua. Mungu imbiani kama ndo kawala si kama. Hakuwa anaona maono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tena Biblia inasema nini? Alikuwa amelala pahali pake pa kawaida. Yaani amezoea program za kawaida tu. Somo la kwanza, somo la pili, somo ya tatu, sadaka itolewe. Haleluya. Maono ya Mungu hakuna. Lakini Samueli alikuwa ndani pa watakatifu pa watakatifu. Anasikia Mungu akiongea. Maono ilikuweko. Na huyo hapo nje. Bwana Yesu asifiwe. Nimewaambia kwamba Mungu akitaka kubadilisha mtindo, anabadilisha kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Maono wakati wa Eli haikukua. Na nikawaambia wapendwa saa hii kuna vitu vinafanyika saa hii. Na ninajua ya kwamba Nambuye hamjaachwa nyuma, mnafuatilia, mnajua. Kwa mfano kuna msichana alikuwa anaitwa